Mtoto wa kike hukumbwa na changamoto nyingi katika jamii, hasa katika safari yake ya kuwafikia elimu kutokana na baadhi ya tamaduni ambazo zinaendelezwa na baadhi ya jamii kama vile ukeketaji, ndoa za mapema au hata taasubi ya kiume. Kwa miaka mingi mtoto wa kike amekosa nafasi katika jamii za wafugaji, licha ya juhudi ambazo zinaendelezwa na wadau mbalimbali kuhakikisha umuhimu wa mtoto wa kike unatambulika katika jamii hizi. Tarehe 11 mwezi wa Oktoba ilitengwa kama siku ya kimataifa ya mtoto wa kike, siku ambayo hutumika kuangazia changamoto ambazo zinakumba mtoto wa kike hasa katika kuwafikia elimu. Katika maadhimisho ya mwaka huu, ulimwengu unanuia kutumia maadhimisho haya katika kusisitiza haja ya kuondoa vikwazo kwa elimu ya mtoto wa kike. Sisi kama wamama tulizaa wasichana ambayo tunaona kama mali wakiwa nyumbani. Mtu anazaa watoto 5 wasichana na anazaa vijana 5, lakini umuhimu tunaona ni msichana. Ndiposa wazee sasa wanaona hiyo umuhimu ni ya mali. Akipeana hii wasichana wa 5 atasapata ng'ombe. Akipeana kama ng'ombe 5 kwa hao wote itakuwa 25. Simulizi hii ya Jennifer kutoka eneo la Lomut, kaunti ya Pokot Magharibi, ndiyo taswira halisi ya nafasi ya mtoto wa kike katika jamii ya wafugaji. Pindi anapozaliwa mtoto wa kike katika jamii hizi, matarajio huwa makubwa kwa wazazi hasa wa kiume, si kutokana na matokeo ya elimu kwa mtoto huyo, bali mali inayotokana na kuozwa kwake, mara nyingi wakiwa katika umri mdogo. Maneno ya wasichana wadogo amekimilia mambo ya marriage ya mapema si mzuri. Hata wavulana amepeana mimba ya mapema watoto. Hata wa papa ya poma ameoa mwanamke mwingine, anaenda kuchukua mtoto ya shule kwa mke wake. Wengi wa kina mama kutoka jamii hizi wanafikiri kukabiliwa na wakati mgumu katika kumlea mtoto wa kike, hasa kutokana na mashinikizo kutoka kwa waume zao au hata jamii kuhusiana na hatima ya mtoto huyo, sababu kuu ikitokana na uroho wa mali. Mtoto msichana kwa hii jamii ya Pokot ni mtu ambaye hajachukuliwa kwa maana zaidi. Ukiangalia kuanzia masomo yake na mambo mengi, ukiona mtoto msichana hapa akifika umri wa miaka 12, 13 huwa anajiingiza kwa mambo ya ukeketaji, na kisha keketwa lazima atapeanwa kwa lazima, ama asipopeanwa kutakuwa na hiyo mimba ya lazima, mimba ya mapema, na finally huyo mtoto atafikisha malengo yake. Lakini kando na shinikizo za wazazi, wengi wa watoto wa kike wanalazimika kukeketwa au kuolewa mapema kutokana na unyanyapaa ambao wanapitia mikononi mwa wenzao ambao tayari wamepitia tamaduni hizo. Huyu hapa mmoja ambaye jina lake tumelibana, akisimulia changamoto ambazo wanapitia. Mambo mengi sana tunapitia kama sisi huku, tunaona sisi kama wasichana wengine katika mambo ya ukeketaji wa wasichana. Ni kama vile niko na rafiki yangu kule nyumbani, labda mwingine amekeketwa, alafu anapata kuniambia wewe si msichana na utakani kae bale nyumbani hivi ufanye ile yale. Hiyo ni mambo ambayo yanatufanya sisi wasichana to drop out kwa shule. Tuna engage katika hiyo maneno na tunaingia hiyo maneno. Ni kutokana na visa hivi ambapo mashirika mbalimbali yamekita mizizi katika kaunti hizi ili kuona kwamba vinakabiliwa na kumpa nafasi ya kusoma mtoto wa kike. Evelyn Prech anahudumu katika shirika la Center for Indigenous Child Rights, kaunti hii ya Pokot Magharibi. Tunatetea haki ya watoto, sana sana wasichana katika jamii yetu hii ya wafugaji ya Pokot. Ni kwa sababu tunaona kwamba ni mtoto msichana ameathirika sana kwa mambo kama yale ya kimila. Unapata kwa bado kuna ukeketaji, bado tuko na ile kuozwa kwa mapema kwa lazima, na ile pia kunyimwa haki zake kama za kwenda kupata masomo na haki zingine. Prech amesema kupitia shirika hilo wameweza kuokoa idadi kubwa ya watoto wa kike kutokana na tamaduni ya ukeketaji na ndoa za mapema, kando na kuwapa mafunzo kuhusiana na athari za tamaduni hizi. So nashukuru ya kwamba katika shirika letu ya CICR
tumeweza kusaidia watoto wasichana haswa kwa mambo ya rescue, wale ambao wako at risk na saa zingine wale ambao wamepatikana katika hizi mila potovu, kwa sababu ndio baada ya kukeketwa wengine wachache ambao walikeketwa tuliweza kuwa rescue ili pia waziangukie katika mila ya ama ndoa za mapema. So na pia kuwaelimisha ili kuweza kukinga wale wengine ama madada zao ama watoto wao. Na kufikia hapo ndipo nahitimisha makala haya maalum. Jina langu ni Benson Haswani.